wageni mbalimbali, Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru sana kwa nafasi hii ambayo nimepewa kuzungumza juu ya umuhimu wa kupiga kura. Na samahani Mwenyekiti, mimi na mambo kama matatu ambayo nataka niyazungumze. Jambo la kwanza, tulikotoka. La pili ni hapa tulipo. La tatu, nini tufanye. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa namna ambavyo nchi hii Mungu aliumba na kuiweka katika hali ya amani na upendo. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu sisi kama Watanzania tunafahamu chini ya waasisi wa taifa hili Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na hayati Abedi Amani Karume, rais wa Zanzibar, walishikamana kwa pamoja wakaunda nchi nzuri yenye upendo, amani, umoja na mshikamano. Tumeendelea hivyo. Sisi kama Watanzania tumeishi vizuri, tukishikamana, tukishirikiana katika mambo mbalimbali, na upendo na maadili. Kiukweli maadili, tangu tulikotoka tulikuwa na maadili ya kutosha. Kwa nini? Kwa sababu kuna mambo ambayo tunayaona leo, huko nyuma hatukuyaona. Tafsiri yake nini hapo? Nitakuja kueleza kidogo. Dakika zangu 10 hizo nitazitumia vizuri. Hatukuyaona yale tunayaona leo, hatukuyaona. Tunayaona leo kwa sababu kuna kitu kimefanyika. Moyo wa uzalendo ambao taifa hili tulikuwa nao umeanza kutoweka kidogo kidogo. Maana nakumbuka hata wakati wa vita vya Kagera, wakati ule Watanzania walijitolea, wakaenda kupambana. Vijana walienda kupambana bila kujali nitalipwa pesa ama sitalipwa pesa, lakini kwa ajili ya kupambania taifa. Tukafika hapo tulipofika, tulishinda, na nchi yetu, viongozi wetu wakaendelea kuijenga mpaka tukafika kwenye sura hii tulionayo leo ya maendeleo. Moyo wa uzalendo unaanza kutoweka taratibu, na hii ndio sababu mtu anaona vyovyote anaweza kufanya, hata kama ikiharibika mimi sijali. Hiyo ni tafsiri yake kwamba ule moyo wa uzalendo haupo, unaanza kutoweka. Namba 2, hapa tulipo. Kule nyuma kabisa sijui kama kulikuwa na kamati za amani, jumuiya ya maridhiano. Huko nyuma nilikuwa sijazisikia, lakini kwa miaka iliyoendelea tuliona umuhimu wa kuwa na kamati za amani, jumuiya ya maridhiano, kuhakikisha nchi inakuwa na amani. Mimi niseme kidogo, Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nafikiri huu ndio wakati ambapo kamati za amani zinatakiwa kufanya kazi kuliko wakati mwingine. Kwa sababu maadili yanapopotea, watu wanapokengeuka, hapo ndio kamati za amani na maridhiano zinatakiwa kuonekana zikifanya kazi.
Kwa nini nasema haya? Lazima tuamini kwamba au tuone kwamba kuna mahali na sisi viongozi wa dini tumejisahau. Mimi nataka kusema hivyo, utaniwia radhi mwenyekiti, lakini kuna mahali tumejisahau sisi viongozi wa dini. Kwa sababu vijana ni waumini wetu. Wafanyakazi wote wa taasisi zote ni waumini wetu. Na mimi huwa naamini kwamba viongozi wa dini ni watu wakubwa. Kwa sababu akiweko mwenyekiti labda wa mtaa, lazima atakuja msikitini ama kanisani. Akiwepo kiongozi yoyote, hata mheshimiwa rais, ataenda msikitini ama kanisani kupewa huduma au kuhudumiwa na viongozi wa dini. Kwa hiyo sisi viongozi wa dini tuna nafasi kubwa ya kuhakikisha nchi yetu inakaa sawa. Na ni muhimu sana kamati za amani kushikamana kwa pamoja, tusaidiane, wala sio kulaumu serikali au kusema vibaya. Hapana, sisi tunatakiwa tukae kwenye nafasi zetu, tufanye haya ili kuhakikisha nchi yetu inabaki salama. Wajumbe wengine wametangulia kusema kwamba hatuna pa kwenda. Na ni kweli hatuna pa kwenda. Niwaambie ndugu zangu, nchi nyingi za Afrika, baadhi ya nchi za Afrika, Tanzania imesaidia sana kupata uhuru. Na zimekaa na amani mpaka leo zingine kwa sababu Tanzania ilitoa mchango. Sasa kinachoonekana, kwa kuwa Tanzania tumekuwa tukiimba na kusema kisiwa cha amani, sasa adui anapambania kuiondoa amani. Na sisi lazima tuamke sasa, tushikamane na serikali kuhakikisha hii amani haiondoki. Sisi kama viongozi wa dini tuna nafasi, kwanza kushauri, la pili kuomba. Hizo nafasi zetu ni za muhimu sana, kumwomba Mungu na kushauri. Nikielekea kumalizia, nini kifanyike? Tukae na makundi mbalimbali. Tukae na makundi mbalimbali kutoa elimu. Kwa mfano misikitini au makanisani, tukae na vijana. Sasa hivi tuna siku chache kwenda uchaguzi, lakini tutumie hii nafasi kukaa nao. Wengine Jumapili ni kesho tu. Tukae na vijana, tuwaambie jamani, sumu haionjwi. Unaweza ukasema wacha tu vyovyote takavyokuwa na iwe, mimi nitafanya hivi, nitafanya hivi, nitachoma matairi, nitafanya nini, nitaandamana, bila kuelewa madhara yale. Unapozungumza sasa, madhara yake baadaye ni makubwa sana. Huwezi kaonja sumu na ukionja unakufa. Tuwape elimu hawa vijana, na hasa vijana mara nyingi ndio wanatumika huko kwenye vurugu zote. Fuatilia hata Kenya, wapi kule Nepal, angalia huko wapi, huko Madagascar wapi, ni vijana ndio huwa wanatumika. Sisi tukae na vijana, tuwaambie kwamba jamani, msije mkaitumbukiza nchi hii kwenye matatizo. Mjue ya kwamba hatutakuwa na mahali pa kwenda. Watakaoathirika watoto, wazee, walemavu, hao ndio wataathirika, na wajawazito. Kwa hiyo tukae na makundi, lakini pia vile vile hata wakuu wa taasisi mbalimbali tukae nao, tuwashauri. Uadilifu uwemo katika sehemu mbalimbali ambazo watu wanafanya kazi. Ni muhimu sana kuwa na uadilifu. Kuna watu ambao hawafanyi vizuri katika ofisi zao, halafu wanaitia doa serikali. Inaonekana serikali haifanyi kazi, kumbe ni watu wachache tu ambao wanaiharibia serikali. Kwa hiyo ni muhimu sasa tutoe elimu, tuwasaidie hawa watu, ndugu zetu, ambao hii nchi ni yetu wote, na wala sio nchi ya watu wengine, ni yetu. Ikiharibika tumeharibikiwa sisi. Lakini pia kingine, tukifanya hivyo tutasaidia vizazi. Maana yake sisi tuliokuwa watu wazima sasa tunaenda kuchoka.
Tukishafika mahali tumechoka, nani atawasaidia hao? Sahihi tuweke misingi ya kuwasaidia vijana wetu ili kusudi wasije wakaitumbukiza nchi kwenye migogoro. Na sisi viongozi wa dini tutakuwa tunaumia tu. Tunaingia misikitini, tunaingia makanisani, tunalia kama tutapata hiyo nafasi. Manake nchi kivurugika, hata muda wa kupiga magoti huna, unaokoa nafasi yako. Unajua hata mjusi anataka amani vile vile. Akiona huko kuna kelele anakimbia. Kuku hivyo hivyo. Kwa hiyo hata muda wa sala au dua hatutapata. Tutumie nafasi hii kwa siku hizi chache zilizobaki, ndugu zangu, kuiokoa nchi hii kuingia kwenye machafuko kwa njia sahihi ya kutoa elimu, kuambia madhara yatakayotokea. Tukifanya hivyo, tutaifanya nchi kuwa na amani na utulivu. Na niseme tu wazi kwamba Mheshimiwa Rais hawezi kufika kila mahali. Hawezi kufika kila mahali. Kuna wawakilishi kule ambao sisi pia viongozi wa dini tupo. Tumsaidie katika kuhakikisha nchi inakuwa tulivu na amani. Kwa hiyo ndugu zangu, nilikuwa nasema haya machache, lakini pia swala kupiga kura. Biblia inaweka wazi kwamba kura hukomesha mashindano. Ni muhimu sana kwenda kupiga kura. Tumia hiyo nafasi. Tumia hiyo nafasi, na serikali imeweka wazi kwamba hakuna hofu. Wewe uliyejiandikisha, nenda kapige kura. Ukifanya hivyo, utatumia haki yako ya msingi ya kikatiba kwenda kumchagua umtakaye. Kwa hiyo ni waombe ndugu zangu tukapige kura, lakini pia si hivyo tu, tuelimishe vizazi vyetu. Sisi tumeingia kwenye ulimwengu wa kimtandao sasa hivi, ni kama tumestukizwa vile. Maana mambo mengine tunayashangaa. Wengi hutumia hiyo mitandao kuvuruga. Sasa na sisi tuamke, tutoe elimu ili nchi yetu ibaki salama. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, Mwenyezi Mungu akujalie.